kuna nguvu kwenye kunyenyua mikono wakati wa ibada. Kwenye ibada, ishara kunyenyua mikono huwa ina maana gani? Jambo la kwanza, kunyenyua mikono huwa inamaanisha kujinyenyekeza mbele za Mungu. Na jambo la pili, huwa ni ishara ya kuomba na kupokea. Unapokuwa unanyanyua mikono juu, na kwamba ni ishara ya kuomba na kupokea. Kuna mtu anapokea bila kutoa mikono yake mbele. Kwa Bwana tunanyosha mikono yetu juu, na kwamba unajinyenyekeza, na maana ya pili unaomba kwa ajili ya kupokea. Jambo la tatu ni kujisalimisha kwa Mungu. Unapokuwa unanyosha mikono, inaashiria kusalenda mbele za Mungu. Unajisalimisha kwamba mimi sio kitu, nimekuja mbele zako, naomba unipokee. Ni kujinyenyekeza mbele za Mungu. Kwa hiyo usione kwamba unaponyosha mikono juu ni kama adhabu. Mtumishi anakunyosha mikono moyoni, hawezi kutamka hadharani. Moyoni unasema mtumishi naye kama ananichosha, mikono imechoka. Hata Musa alichoka mikono, lakini watu walimtegemeza ile mikono. Walimshika upande huu na upande huu, wakamwekea vitu, akashinda vile vita vya Waamaleki. Na jambo lingine, huwa inaashiria kumsifu na kumtukuza Mungu. Na jambo la mwisho ni kuunganisha moyo na mwili katika ibada. Unapokuwa unanyosha mikono, maana kwamba mikono yako ni ishara tu kwamba Mungu niko mbele zako, ninajinyenyekeza mbele zako, lakini mikono yako inakuwa inaambatana na moyo. Inaambatana na moyo wako, umejiconnect vipi na madhabahu. Ni sawa, tulifundishwa na mtumishi wa Mungu juzi tu hapa kuhusu Sauli alivyotiwa mafuta. Ile ilikuwa ni ishara, lakini nguvu ya Roho Mtakatifu aliipokea baada ya ile ishara kupita. Yale mafuta yaliambatana na moyo wake. Alivyotiwa yale mafuta, baadaye akaja akapokea nguvu ya Roho Mtakatifu. Maana kwamba unaponyosha mikono yako, maana kwamba ni ishara kama Sauli alivyotiwa mafuta. Maana kwamba mikono yako umenyosha, sasa ile ni ishara tu. Lakini baadaye unapopokea ni ule moyo wako sasa umeconnect na Mungu. Kuna wengine wananyosha mikono lakini mioyo yao iko mbali. Yaani unanyosha mikono ni kama ushahidi, lakini mawazo yako yanawaza nyumbani kwamba nikienda nitakula nini. Yako yanawaza vikoba kwamba nadaiwa nikirudi nitalipa nini. Ila mikono inakuwa imenyosha kama ishara. Kwa hiyo unapokuwa umenyosha mikono yako, amen. Kupokea sasa moyo wako. Kunyosha mikono ni ishara, lakini moyo wako umeunganisha, umejiconnect na madhabahu, umemwelekea Mungu ili upokee. Nifungulie kitabu cha Zaburi 134 na ule mstari wa 2. Maandiko yanasema, painulieni patakatifu mikono yenu na kumhimidi Bwana. Amen. Yanasema painulieni patakatifu mikono yenu na kumhimidi Bwana. Painulieni maana kwamba ni maelekezo kabisa hapo kibiblia, ni kanuni. Hapo kwa mbele za Mungu unamwinulia mikono, painulieni mikono patakatifu pa Mungu. Una jambo lolote, kuna maandiko tutasoma hapo, una jambo lolote kwenye mikono yako, kuna vitu huwa vinaonekana wewe bila kujua. Mungu anapotazama kupitia mikono yako, kuna vitu anaviona. Hivi kwa nini aga anasema kwamba Mungu anabariki kazi za mikono yenu? Kwa nini anasema anabariki kazi kupitia mioyo yenu? Maana kwamba kupitia mikono yetu kuna vitu, na kuna wengine wanaenda zaidi upande wa giza, wanasema wengine wanachukua nyota kupitia mikono. Ujawahi kujiuliza kwamba mtu anakuangalia tu kiganja chako anasema wewe nyota yako 1 2 3? Ujawahi kujifikiria? Basi kwa Mungu ni zaidi. Kupitia mikono yetu kuna vitu huwa vinaonekana. Tusome kitabu cha Misali 3 na ule mstari wa 16. Uone kwamba kwenye mikono yetu, unapomwinua Mungu, kwenye mikono yetu huwa kuna vitu gani vinaonekana. Unapoinua mikono, Mungu huwa anaona vitu kupitia mikono yako. Andika nasema, ana wingi wa siku katika mkono wake wa kuume, utajiri na heshima katika mkono wake wa kushoto. Ana wingi wa siku katika mkono wake wa kuume, utajiri na heshima katika mkono wake wa kushoto. Maana kwamba kwenye mikono yetu huwa kuna wingi wa siku. Unaponyosha mikono hivi, maana kwamba Mungu anapokutazama anaona umri wako kwenye mikono yako. Kama kuna adui amepunguza umri wako, Mungu anaiongeza. Kama kuna utajiri umepunguzwa kupitia mikono yako, Mungu anaongeza. Hali palipopunguka popote, unapojiungamanisha madhabahuni kwa kuinua mikono na moyo wako umemwelekea Mungu, anatazama kila kitu kupitia mikono yako. Na utambue kwamba kuna vita huwa vinapiganwa kwenye maisha yako pale unapomwinulia Mungu mikono. Yaani kuna vita ambavyo wewe huvijui. Umesalenda tu kwa Mungu. Mungu niko mbele zako, ninakuabudu. Maana kwamba kuna vita ambavyo vinapigana ambavyo wewe huvijui. Kama Musa alivyoshinda vita. Tusome Kutoka 17 na ule mstari wa 11. Uone Musa alivyoshinda kupitia kuinua mikono. Kipindi anapigana vita na Waamaleki. Maandiko yanasema, ikawa Musa alipoinua mikono wake, Israeli walishinda, na aliposhusha mkono wake, Amaleki walishinda. Musa alipoinua mikono, Waisraeli wafanya nini? Walishinda. Na aliposhusha mkono wa Amaleki walishinda. Kuna nguvu kupitia kunyanyua mikono. Yes. Huwa kuna vita ambavyo Mungu anakupigania kupitia nini? Mikono yako. Ukisoma historia ya Musa hii kuanzia huko juu, utaona kwamba wana wa Israeli walimlalamikia Musa. Walipokuwa jangwani walikosa maji ya kunywa. Wakamlalamikia Musa, wakamwambia, kwa nini umetutoa kule na umetuleta huku tuje tufe kwa kiu? Musa akamlilia Mungu, akampa maelekezo. Kulikuwa kuna fimbo,
akamwambia atafute wazee, akapita katikati ya wazee ili akafanya ile muujiza. Kuna fimbo alikuwa amepewa, akamwambia piga kwenye huu mwamba kupitia ile fimbo, na maji yakatoka kwenye ule mwamba. Haleluya! Lakini baada ya hapo, ukiacha sasa hiyo, palipoendelea pale mbele, ndio unaona kwamba kuna vita walikuwa wanapigana na Waamaleki. Musa akamwambia Mungu, akamlilia Mungu. Haleluya! Mungu akamwelekeza kwamba chukua ile fimbo. Akachukua ile fimbo yake akanyanyua juu. Alipokuwa ananyanyua juu fimbo juu, maana kwamba ile vita wa Amaleki walikuwa wanapigwa. Haleluya! Maana kwamba tunaona pale ni mkono ulinyanyuka juu, na pale mikono ilipokuwa ikishuka, ameshika ile fimbo mikononi, maana kwamba vita walikuwa wanashindwa. Hapo unaweza kujiuliza, unasema kwamba moyoni, unaweza kujiuliza, unasema kwa mbona mtumishi anatufundisha Musa alikuwa na fimbo mkononi, sisi tuna nini mikononi? Haleluya! Nimekusomea hapa kwenye Misali 3:16. Mungu anapotazama mikono yako, kwa Mungu alitazama akaona fimbo alikuwa ameishika Musa, lakini Mungu anapotazama kwenye mikono yako, hujashika chochote, lakini anaona utajiri wako kupitia mikono yako. Anaona mahali palipopunguka kwenye mikono yako. Amina. Kama kuna magonjwa, anaona kwamba mtoto wangu huyu wamemwandalia magonjwa, wamemwandalia vifo, wamemwandalia nini, Mungu anaondoa ile. Amina. Kama kuna maskini, Mungu anajaliza utajiri pale. Kwa hiyo kuna nguvu kwenye kunyanyulia Mungu mikono unapokuwa madhabahuni kwa Mungu, na sio kumnyanyulia mikono tu, unamnyanyulia mikono na unajiungamanisha moyo wako, unajiconnect kwamba niko mbele zako Mungu, naomba unitazame. Tazama maisha yangu, tazama watoto wangu, tazama elimu yangu, tazama biashara yangu. Kupitia mikono yako Mungu anaangalia moyo wako, umejinyenyekeza mbele zake. Kama kuna kitu kimepungua, Mungu anaonekana juu ya maisha yako.